hatutashinda vita vyovyote vile bila uwepo wa Bwana. Maana yake kama hakuna uwepo wa Bwana, tunakwenda wenyewe vitani, na tukienda wenyewe lazima tutapigwa. Tunaona Israeli walikuwa wameondoka kwenda kuupiga mji wa Ai, mji mdogo sana, lakini walipigwa kwa sababu hapakuwepo na uwepo wa Bwana, kwa sababu ya jambo ovu lililotokea katikati yao. Ndugu zangu, kanisa la Bwana, tutunze maisha ya utakatifu, maisha mazuri mbele za Bwana, ili kwamba uwepo na nguvu za Mungu ziendelee kuwepo katika maisha yetu. Itika amina kubwa sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Uwepo wa Bwana ni wa muhimu sana. Jambo lingine la tatu, kwa nini ni muhimu uwepo wa Mungu katika maisha yetu? Jambo la tatu, uwepo wa Mungu hutofautisha watu wake na watu wasio na uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu, siri iliyojificha ndani ya uwepo wa Mungu. Ndio ile Musa anasema, anaongea na Mungu katika maombi yake, anasema itajulikanaje ya kwamba mimi na watu wako tumepata kibali mbele zako? Anazungumza haya maneno, anayazungumza kwa maana ya kwamba utofauti wao ungeweza kuonekana ikiwa tu Mungu ameendelea kubaki katikati yao. Utofauti wako na mtu asiyemjua Mungu utaonekana pale utakapokuwa umekaa katika uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu sana mpendwa kutafuta uwepo wa Mungu. Mstari ule wa 16:33, naomba mtu mmoja anaweza kusoma kwa ajili ya kukumbushia pale kilichokuwa kimesemwa katika ule mstari wa 16. Mstari wa 16. Kwa maana Amen. Bwana asifiwe sana. Hapa Musa anaongea na Mungu. Anamwambia kwamba itajulikanaje ya kuwa tumepata neema mbele za Mungu, mbele zako? Ndugu yangu, nataka nikwambie, ukiona uwepo wa Mungu uko juu yako, hiyo ni neema ya Bwana iko juu yako. Ukiona uwepo wa Bwana uko katika familia yako, hiyo ni neema ya Bwana imekushukia. Ukiona kanisani hapa tunafanya ibada na uwepo wa Bwana unashuka, hiyo ni neema ya Bwana imeshuka. Haleluya! Hakuna namna yoyote ambayo tungeweza kutenganishwa au kutofautishwa na kitu chochote na mtu yoyote, ni pale ambapo tu uwepo wa Bwana unakuwa katikati yetu. Utajiri, elimu na cheo sicho kinachotutofautisha na wengine, bali kinachotutofautisha ni uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Ni muhimu sana kanisa la Ebeneza, watu wa Mungu, popote pale tuwapo, tutunze ile namna, sura ya Mungu katika maisha yetu. Tusipoteze kwa namna yoyote ile. Ni muhimu sana kutunza namna ya uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kumaliza niseme, tunapaswa kutamani uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu haupatikani, uwepo wa Mungu hupatikana katika maombi. Mfano, Musa alipokuwa akiomba, Biblia inasema kwamba wakati mwingine uso wake unageuka, ni kama unang'aa. Uso wa Musa ulikuwa unabadilika kwa sababu ya maombi. Hata Yesu alipokuwa katika mlima, tunaona walipokuwa katika maombi, Biblia inasema kwamba aligeuka sura. Maana yake uso wa mtu wa maombi unaweza kuwa wa tofauti. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye maombi, maombi ni ya muhimu sana. Ni chakula cha mtu ambaye anataka kukaa katika uwepo wa Bwana. Lakini pia uwepo wa Mungu unapatikana katika ibada na katika sifa. Tunapokuwa tunamwabudu Mungu na tunapomimina sifa zinazotoka ndani ya mioyo yetu na katika namna ya utakatifu, kama vile Paulo na Sila walivyoimba na kuomba gerezani, tunaona nguvu za Mungu, uwepo wa Mungu ukashuka, lile gereza likatikiswa.
na vifungo vya wengi vikalegezwa. Nini? Gereza lile lingebakia vile vile, lakini tunaona Mungu alishuka. Aliposhuka, uwepo wake uliweza kuonekana. Lakini uwepo wa Mungu unapatikana katika utakatifu na kusoma neno la Mungu. Bila kuishi maisha matakatifu, uwepo wa Mungu tutausikilizia. Bila kuishi maisha ya utakatifu na kuwa wasomaji wa neno la Mungu na kulipenda neno la Mungu na kuliishi, tutabakia wa kawaida sana. Wapendwa kanisa la Bwana, ni wakati wa ibada hii sasa. Tunataka tuingie katika uwepo wa Bwana. Uwepo wa Bwana ukiwepo, watu wanapokea uponyaji huko huko. Useme amen. Uwepo wa Bwana unapokuwepo, watu wanawekwa huru, vifungo vinaondoka, amani inakuwepo. Jamani, haleluya! Shangilie Bwana Yesu tena. Haleluya, haleluya, haleluya.